ya kwamba yule mwanapunda yeye aliyekuwepo, kama alivyomaliza, alifunguliwa, akapelekwa kwa Yesu, akatumiwa kwa makusudi yake. Baadaye akampanda yule punda, akampeleka, na watu wameweka nguo zao, ina maana wamezipamba, wakijua ya kwamba huyu ni mfalme, na yeye ameingia kama mfalme, na bado vile vitenge ilikuwa ni mali za watu waliojikabidhi kwake, waliojiweka mikononi mwake, wakatoa maisha yao, wakaweka na mali walizonazo katika hivyo alivyowapa, kwamba Yesu ni wa thamani kuliko chochote alichonacho. Mwisho akafika mahali alipokagua katika hekalu, akaangalia kulia, akaangalia na kushoto. Ni namna alivyokagua mambo ya kiroho watu walivyo katika ile hekalu. Siku ya leo bado Mungu yule yule, Yesu yule yule alienda Yerusalemu, akaenda kwenye hekalu, akachunguza mambo ya kiroho. Bado hata hapa leo anachunguza ndani ya roho yako. Je, uko kwa ajili ya ibada siku ya leo? Umesimama vizuri? Je, mambo ya kiroho yako vizuri? Au wewe ni mtu ambaye uliopo lakini yaliyojaa ni ya kimwili? Kazi ya Yesu, bado anakagua, bado anapita kuangalia mahali mambo yasiyofaa ili yasiwemo. Kama yakipatikana, ndiyo maana siku ile aliwafukuza hekaluni, kwamba mmegeuza hekalu langu kuwa kama nyumba ya wanyang'anyi. Unapokuwa upo kanisani, unaposema mimi ni Mkristo, yale mambo ambayo sio ya kimungu, yale mambo anayoyakataza, kama ndiyo unayofanya, unaweza ukahesabika sawa na wanyang'anyi wale waliokuwemo pale, na baadaye walipigwa viboko, wakaambiwa hii sio nyumba ya kufanya mambo yasiyofaa, inapaswa iwe nyumba ya kumwabudu Baba aliye mbinguni. Ndiyo makusudi ya wewe kuwepo kwenye ibada. Ni bahati mbaya sana mtu anapoweza kawepo ndani yake ana mawazo yaliyo mabaya, ana mawazo ya wizi, ana mawazo ya roho mbaya, ana mawazo ya chuki, anaweza kawepo hata ni muuaji. Wazinzi wamekaa, wengine wametengeneza vyumba vya makanisa kama SACCOS za watu wanaenda kufanya uzinzi ndani. Watu wengine wamegeuza mahali pa kukutania sio mahali pa ibada, wana mambo machafu yaliyomo mle. Lakini kama mtu yupo, Yesu anakagua ndani yako ni nini ulichonacho. Una makusudi na Mungu, mfuate Mungu. Achana na hayo mambo yote ambayo Bwana anayaelekeza tuyaache. Ndio maana nasema katika yale yote ambayo yanayokupendeza wewe, yale ambayo hataki, ni lazima uachane nayo. Kama leo Mungu tungesikia sauti yake, na kama kikagua kakwambia, tusingepata walevi wa pombe makanisani, tusingepata watu ambao wamo makanisani ndio wanaoshawishi watu wawe na vibaa, wawe na baa za kuuzia watu walewe. Halafu wewe unasema ni Mkristo, unasababisha watu kuwapeleka mahali pasipo penyewe. Yesu anapokagua kama alivyokagua kwa Nikodemu alipofika, Yesu akafika kwake. Unajua Nikodemu alisema, Baba, watu walimjua ni mwenye dhambi. Na inawezekana mtu unapofanya watu, hata kama ushuhuda wako unakuonesha usivyo wa maana, pamoja una jina la Kikristo, lakini tabia zako ni za kipagani. Lakini makusudi ya Mungu, anakagua ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, yale yasiyofaa. Usisubiri fimbo kama zile alizowapiga kule kwenye hekalu siku ya kutakasa hekalu, akawachapa fimbo. Anawaambia nyumba ya Baba sio nyumba ya wanyang'anyi, ni nyumba ya kumwabudu Mungu. Tunahitaji kila mmoja kujiangalia kwamba kuwepo kanisani